Maisha ya mwanadamu mwingine ataweza kuangusha. Mwanadamu ataweza kuangusha vibaya sana. Ukiangalia mwanadamu ati fulani achaenda kanisani na mimi wacha nikae. Fulani achaomba na mimi wacha nisiombe. Huyo atakuangusha vibaya sana. Angalia maisha yako pamoja na Mungu. Kwa sababu wakati utafika pale utakuwa wewe na Mungu wako peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hautamwona huyo jirani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nipiganie maisha yako. Kimwambia tuende tumuombe Mungu, akikataa achana na yeye, endelea kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Achua mimi maisha yangu yanakuanga hivyo. Nikwambia tuende kuja kanisani, ukikataa achana na wewe, nakwambia songa nipite. Mimi naenda zangu. Bwana Yesu asifiwe. Sishughuliki na wewe. Kwani utanipeleka wapi? Au nilipo mshahara? Bwana Yesu asifiwe. Nikuje kusema hii sasa nikimwacha nyuma sitalala njaa. Hapana. Wewe tutakie songa nipite niende. Bwana Yesu asifiwe. Unamwambia songa nipite. Unapita unasonga mbele na endelea kumtafuta Mungu. Akisikia atakufuata nyuma. Akikataa mtakutana wakati wa hukumu, wakati anachomeka pale, wewe unafurahia hapa. Namwambia kama si nilikwambia. Na yeye anasema niambie yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hakusikia. Kwa hivyo usimwangalie mwanadamu. Muangalie Mungu. Usiangalie shida zinazokuandama. Muangalie Yesu peke yake. Hata iwe nini, endelea kumtumikia Yesu. Shetani alikuletea vitisho, mwambie kwamba hutaniweza, niko na Yesu ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unamwambia kwamba niko na Yesu ndani yangu, hautaniweza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanadamu asikuangushe. Mwanadamu asikurudishe nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna wengine wanakatisa wengine tamaa. Kuna wengine wanakatisa wengine tamaa kabisa. Na wewe unamfuata tu. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe unamfuata huyo mwanadamu. Mwambie kwamba hata kama niko katika hali hii, bado najua Yesu ananipenda. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kuangushwa na mwanadamu. Kwa sababu Solomon aliangushwa na wanawake wengi ambaye alienda kuwachukua wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio walimwangusha. Kwa sababu walianza kumwambia waabudu miungu yao, na yeye akawasikiliza na akaanza kuabudu miungu yao. Mwisho akapoteza utakatifu ulikuwa ndani yake. Mungu akaacha kumwongelesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati unasoma hayo maandiko utaona ya kwamba Mungu alimkasirikia vibaya sana. Na Mungu akakatiza ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akapea mtumishi wake. Kwa hivyo hapo ndio unaona ya kwamba ufalme wa Israeli ukawanyika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sile yale makabila 11 yakaenda kando. Akaachiwa kabila moja tu. Na kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya Daudi, baba yake Daudi, ambaye alikuwa mwaminifu kwa Mungu. Ndiye alifanya akaachiwa ufalme, akaachiwa kabila moja, kabila ya Yuda peke yake. Kwa sababu Mungu alisema kwamba kwa sababu ya mtumishi wangu Daudi, nitaachia mtoto wako kabila moja. Na kwa sababu ya mji wangu mtakatifu ambaye ni Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa alibaki akiongoza kabila moja tu. Zingine zote 12 zikaenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya nini? Ya kumwacha Mungu akarudi nyuma. Mungu naye akamwacha. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo ili neno nakuletea na kwambia kwamba usiwe mmoja wao. Ukirudi nyuma, Mungu naye atakuacha. Mungu ataanza kukuletea mabaya. Mungu atakuachilia. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anakusaidia, alikuwa anakulinda kwa magonjwa, alikuwa analinda familia yako, alikuwa analinda kazi yako. Sasa kila kitu kitaanza kuanguka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati ule utamwacha Mungu, uchunge sana. Usimwache Mungu kwa sababu ya maisha yako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana niliwaambia kwamba
Amen. Ndio maana waambia kwamba wakati uko na Yesu ndani ya maisha yako, kumbuka kwamba Yesu analinda kila kitu uko nayo, familia yako yote.